Sadakta, karibu kwenye taarifa kamili, na moja kwa moja tuking'oa nanga tuzamie hili ambapo kuna hofu ya kuongezeka kwa visa vya mimba za mapema pamoja na ndoa za mapema kwenye kaunti ya Kilifi na Tana River kutokana na ukosefu mkubwa wa karo miongoni mwa wanafunzi wa kike wanaofaa kujiunga na kidato cha kwanza. Wazazi wanaolemewa na mizigo ya karo wameiomba serikali pamoja na wahisani kuamua kwa kuwapa watoto wao ufadhili wa elimu ili ndoto yao ya kujiunga na shule za sekondari isizime. Na 3 na niliitwa shule ya Masere, lakini ilikuwa tunafaa turipoti shule tarehe 6, lakini wazazi wangu walikuwa hawana pesa, ndio maana sikuweza kufika kwa wakati ufao. Ilikuwa inahitajika nifike tarehe 6, lakini kwa nyumbani ilikuwa wazazi wangu hawana uwezo wala hawana pesa. Sisi kuripoti hiyo tarehe 6 na sasa bado tuko hapa. Navyotarajia mimi ni hawa watoto wangu awe wataenda shule. Watoto walipita vizuri, kangangana, viwi. Bwanangu naye anafanya kutafuta barua, hata hivi ameenda. Nikitamani sana kama vile leo nipate tu msaada ambao watoto wangu wanaweza enda shule. Kaona yule shemegi akasema, jamani nitasaidiwaje mimi ili watoto wangu vile wamepita na watasomaje? Nikawa nikilio changu cha moyo wangu siku na mchana. Watoto wangu watasaidikaje? Kuna watoto wengi sana ambao walipita mtihani ambao waliitwa shule za kitaifa na za ngazi tofauti, lakini wazazi wao kulingana na hali ya uchumi ya huku Kanagoni hawajaweza kuenda shule. Ombi langu hasa kwa serikali na mashirika ya kibinafsi ni kwamba wakaweze kujitokeza, waweze kuwasaidia hawa watoto ili wakaweze kujiunga na shule zile ambazo wameitwa ili wakaweze kusoma kama watoto wengine na wakaweze kutimiza ndoto katika maisha yao. Na tukizama kwenye masuala na ufungamana na afya, serikali ya kaunti ya Kiambu imeahidi kukaza kamba katika kuboresha sekta ya afya ambayo imekuwa ikishuhudia changamoto zinazodaiwa kusababishwa na utepetevu na ukosefu wa uadilifu wa baadhi ya wafanyikazi kwenye sekta hiyo. Akizungumza baada ya kuzuru hospitali ya Wangige level 4 iliyoko eneo la Kabete, gavana wa kaunti ya Kiambu Kimani wa Matangi amesema ameanzisha mikakati ya kuhakikisha shilingi bilioni 4 zinazotengewa sekta ya afya kwenye kaunti hiyo kila mwaka zinatumika ifaavyo na wala sio kuwafaidisha matapeli. Haya yanajiri wakati wahudumu wa afya na madaktari kaunti hiyo wameendeleza misururu ya migomo wakilalamikia kutolipwa kwa fedha zao za bima ya afya na serikali ya kaunti hiyo, hatua iliyotatiza utoaji wa huduma za afya. We are here to give good service to our people, and the intention, the focus that I have as the governor is to ensure that services to the people are at their best regardless. We have to ensure that when somebody comes to the hospital, whether it is on a Sunday, a Monday, a Thursday morning or evening, or in the middle of the night, they will come and get served. We're here to treat people, to save lives, and that's why I'm here. Secondly, there has to be a conversation between ourselves and our medical practitioners, and also those that are working within our health sector, that we have one common goal. They're not two, and our goal is to ensure that to the best possible and the highest standard, that when a patient comes to any of our facilities, 1, they're able to find medicine. 2, they will find staff who are ready to receive them, who are knowledgeable, who are ready and have got a good attitude. And what they need is available. If it is the medicines, it's available.
Na Rais William Ruto amesema serikali yake itahakikisha hali ya usalama inarejea katika eneo la kaskazini mwa taifa, akimtaka waziri wake wa usalama Profesa Kithure Kindiki kupiga kambi katika eneo hilo hadi hali shwari itakaporejea. Matamshi ya Ruto yanajiri huku viongozi wa bonde la Ufa wakimtaka kutuma kikosi cha wanajeshi kukabiliana na wezi wa mifugo wanaowahangaisha wananchi eneo hilo. Usemi wa Ruto unajiri saa chache tu baada ya maafisa 4 wa polisi kuuawa na majangili katika eneo la Napeimot, kaunti ya Turkana. Emmanuel To na mengi zaidi. Siku moja tu baada ya maafisa 3 wa polisi kuuawa na wengine 7 kujeruhiwa katika shambulizi eneo la Napeimot, kaunti ya Turkana, Rais William Ruto ameibuka na onyo kali dhidi ya magaidi wanaowahangaisha Wakenya katika ukanda wa kaskazini mwa taifa, akiahidi kikosi zaidi cha maafisa wa polisi kukabiliana na wezi wa mifugo. Tumeweka mpango kamili na ile uwezo wote wa serikali. Tutahakikisha wale watu wajeuri wachache wako pale wanajaribu kutuonyesha jeuri, tutapimana na wao na tutahakikisha kwamba hakuna Mkenya anapoteza maisha yake, na tutahakikisha kwamba wakaribu kuharibu usalama wa taifa letu la Kenya, na sisi tutapambana na wao vilivyo. Ruto akisema amemwagiza waziri wa usalama wa ndani Profesa Kithure Kindiki kuwa ange katika eneo hilo na kuhakikisha usalama unarejea. Nimemwambia Profesa Kindiki atoke ofisi Nairobi, aende aishi kule North Rift mpaka hiyo mambo ya wananchi kupoteza maisha yao iishe. Hawa polisi wako huko pia wasaidiwe na ndege ili waweze kupambana na hiyo machangili. Na Your Excellency, ndege za polisi na ndege za KWS na ndege za forest ambazo katika ile serikali nyingine walikusanya zote na wakaweka kwa jeshi. Wacha polisi wasimamie ndege yao ndio wafanye rapid response, tusipoteze askari wengi wakifanya mambo ya usalama huko. Viongozi wa eneo hilo pia wamelaumiwa kwa uchochezi na kukosa kutoa mwelekeo mwafaka. A political insecurity we are experiencing in Turkana South is motivated by expansion of land, competition for resources. Your Excellency, William, please take our cry in. Viongozi na wananchi wa kaunti za Turkana na West Pokot sasa wanataka maafisa wa kijeshi kutumwa eneo hilo ili kuleta amani ya kudumu. Emmanuel To, KTN News. Kwingineko, wakazi wa kaskazini mashariki mwa nchi wamelazimika kuhamia kaunti jirani ya Tana River na nyinginezo kutafuta maji na malisho kutokana na kiangazi kikali kinachoendelea kushuhudiwa. Na kama mwanahabari wetu Grace Nganga anavyotuarifu, wakazi eneo hilo wamelazimika kutembea zaidi ya kilomita 10 katika kaunti ya Tana River ili kujinusuru kutokana na makali ya njaa. Hali ya kukimu maisha katika kanda ya kaskazini mashariki ya nchi imekuwa na changamoto kubwa sana inayowalazimu wafugaji kukusanya virago vyao na kuhamia kaunti jirani. Wafugaji wanasema japo hawana uhakika wa wapi wanapoelekea, wanatumaini ni bora kuliko walioyaacha nyuma katika kutafuta bidhaa za thamani ambazo ni maji na malisho. Na wakati ambapo wanatakiwa kupanda mazao nyumbani kwao, badala yake wametorokea mahali papya wakijaribu kuanza maisha yao upya wakiwa na matumaini ya kutolala njaa. Kufuatia kwa ukame mbaya nchini, wamelazimika kusafiri hapa wakiwa na matumaini ya kupata lishe. Farida Hassan, mkazi wa Mandera, alisema haijawa rahisi kwani maisha yamekuwa magumu, akisisimulia kulazimishwa kutembea kilomita zaidi ya 10 akitafuta mahali ambapo kuna angalau tonge la maji. Tunaona ukame, gombe anakosa manyasi, anakufa yote. Zile kidogo kidogo tulikuja hapa, anakufa juu ya gari. Serikali ya Ruto aje tusaidia na chakula na maji na turudishe watoto wetu shule. Mohamed Mude anasema Kenya inafaa kuweka mikakati ya kupambana na athari za mabadiliko ya tabia nchi na kukabiliana na njaa ili kuwalinda Wakenya wanaotoka katika maeneo ukame na nusu ukame kutokana na ukame miaka zijazo. Nasema serikali kuu, Rais wa Jamhuri Mr. Ruto, tunataka udeclare
disaster ya nchi hii, sababu ukame hii si kawaida. Mwakilishi wadi wa Sala Mohamud Ali Baro aliwasihi viongozi wote waliochaguliwa kushikana mkono ili kusaidia wakazi hao, akiomba usaidizi kutoka Msalaba Mwekundu kuingilia kati ili kuokoa maisha ya Wakenya. Wale wazee kutoka Wajir, wale viongozi ambao wamechaguliwa, awe governor, awe MCA, awe women rep, awe MP, waje waone watu vile wanaishi. Wale waheshimiwa Wajir yote tulipatia kura, tulifanyia chochote ambaye kutoka MCA, kutoka inaitwa nini, women rep, hakuna mmoja anasaidia wananchi. Siku ya Alhamisi, kamati ya kitaifa inayoangazia masuala ya ukame ilisema hadi sasa wameweza kuchangisha shilingi milioni 650, fedha ambazo kwa sasa zimetumika kusambaza chakula katika baadhi ya kaunti zilizoathirika zaidi kama vile Marsabit, Mandera, Kitui, Kilifi, Samburu na kaunti ya Meru. Grace Ng'ang'a, KTN News. Wanafunzi wanaojiunga na shule za sekondari eneo bunge la Fafi kaunti ya Garissa wamepigwa jeki baada ya kupokea msaada wa vifaa vya masomo vinavyohitajika katika kujiunga na kidato cha kwanza. Akizungumza wakati wa kutoa msaada huo, mbunge wa eneo bunge hilo Salah Yakub amesema msaada huo utatoa afueni kwa wazazi ambao wamepoteza mali zao kutokana na kiangazi kikali na pia kufanikisha mpango wa 100% ya mpito wa wanafunzi. Aidha, amewasihi walimu wakuu kutowalipisha karo wanafunzi, kwani shilingi milioni 40 za mgao wa fedha za maendeleo ya maeneo bunge NGCDF utasimamia elimu ya wanafunzi wote kwenye eneo bunge hilo na wale waliojiunga na shule ambazo ziko nje ya eneo bunge hilo. Mwanzo ningependa kumwambia mheshimiwa kwa asante kwa kutuletea masanduku ya kuingilia shule. Wengi wetu hatungeweza kuingia shule kwa sababu tumetoka kwa familia duni, hazingeweza kununua hizi bidhaa. Nashukuru sana kwa kuniletea, ninaweza kusoma sasa, nitasoma kwa bidii. Hii basari inasaidia sana kwa mheshimiwa mwanzo asaidie kuleta ile mambo ya generator hizi za pumping ili kufanya irrigation skills, kuavoid hizi mambo ya drought na ukame ya chakula, na angeweza kufanya hii yote itaweza kusaidia wafu wa wanyama kukufa, watu waweze kupata chakula, na ili pia watu waweze pia kujihusisha na masuala ya kimasomo ili waweze kujua maana kufanya hizi mambo za irrigation skills. So tungependa sana kushukuru bwana mheshimiwa kutusaidia kufanya jambo kama hii ya basari. Sasa ni jukumu letu kama wakaazi wa Fafi kuhakikisha kwamba tunaweka area zetu salama. Wale majangili ambao wanatusumbua, wale wa Al-Shabaab, tumepanga mikakati na wazee juzi, na tunajua kwamba tutaweka area yetu iwe salama, watoto wetu waende shule na walimu wetu tupate walimu wengi ili area iwe salama, tupate maendeleo mengi zaidi. Tumekuja hafla hii kupeana ama kukaribisha ama kuadmit watoto ambao wamekuja shule zetu za Fafi. Ni shule 7: Fafi Girls, Galmagala Mixed, Ball 5 Mixed, Alinjugur Mixed, Nani na Shil. 7 schools. Ile amri kulingana na manifesto yetu tulipeana ni kwamba mtoto ambaye yote ameadmitiwa katika hizi mashule tunawalipia kila kitu. Zero fees program inaitwa. Baadhi ya wabunge wa eneo la Mlima Kenya wanapigania utaratibu unaotumiwa kutoa mgao wa fedha za ustawi wa maeneo bunge kuendelezwa kulingana na idadi ya watu katika eneo bunge. Wabunge hao wanasema utaratibu unaotumiwa kwa sasa unapendelea maeneo bunge yasiyo na idadi kubwa ya watu. Kulingana na viongozi hao, wanafunzi wanaotafuta ufadhili wa elimu katika maeneo bunge yaliyo na idadi kubwa ya watu wamepata kiwango kidogo cha fedha, huku wanafunzi kutoka maeneo bunge yaliyo na idadi ndogo ya watu wakipata kiwango kikubwa cha fedha.
Na ninataka kusema hii maneno ya basari, nasema tuwe tunapatiwa pesa ya CDF kule bunge kulingana na ni watoto wangapi kila constituency iko nao. Ukiangalia mashule zetu zimejaa kabisa, lakini ile pesa ya CDF tunapatiwa ile pesa ambayo unapatiwa constituency zile zingine ambao population yao iko chini sana. Sasa sio kuongea naongea, ni mlinituma bunge kwenda kutetea watu wetu. Nimeteta na nimesema ya kwamba tuambiwa minimum constituency should have the minimum. Ndio sasa pia sisi tufanye hesabu tujue sisi kama wanapika. Kwa sababu hatuitishi tuwe na constituency mbili, hapana. Representation mimi naweza kafanya nikiwa mbunge mmoja, lakini pesa iongezewe in terms ya bursary na development. Kuna jambo ambalo inasemekana ilikuwa kwa ile bunge ya 12, jambo lao lahusu one man one shilling, na kama tunavyoona hapa siku ya leo, mwaka uliopita hii fund ya Wings to Fly, elimu na JFK Foundation walichukua watoto 138. Mwaka huu the entire region tumechukulia watoto 37. Ni kusema ya kwamba wengi wao wamewachwa. Na ni kwa sababu gani? Pesa ni kidogo, watoto ni wengi. Mkurugenzi mkuu wa mashtaka ya umma Nurdin Haji amesema hajakamilisha uchunguzi kuhusu baadhi ya viongozi na afisi yake haitegemea upande wowote kupeana uamuzi wa kesi zao. Nurdin aliyasema hayo akiwa katika eneo la Ijara, kaunti ya Garissa, kwenye hafla ya kutoa shukrani kwa kuteuliwa kwa Falhada Deko kama mbunge wa bunge la Jumuiya ya Afrika Mashariki IALA. Hamza Yusuf anaarifu kutoka Masalani. Kwa kipindi cha miezi kadhaa kumekuwepo na maswali mengi kuhusu jinsi ya ofisi ya mashtaka ya umma inavyokabiliana na baadhi za kesi, huku baadhi ya watuhumiwa wakiondolewa kesi zao za ufisadi. Mkurugenzi mkuu kwenye ofisi hiyo Nurdin Haji ameyatoa majibu na mwelekeo kuhusu swala hilo. Kesi zingine waliochunguza wenyewe wamesema ya kwamba hakuna ushahidi, kwa hivyo hatuna budi ila kuitoa, manake itakuwa sio haki kuendelea na kesi hizi. Aidha, Haji anasema licha ya kesi nyingi kukosa ushahidi wa kutosha, huenda zingine zikarejeshwa kwenye idara husika kwa uchunguzi wa dhati. Labda kwa nini imechukua muda? Kwa nini sasa, na kwa nini labda sio hapo awali? Manake kama nilivyosema, kama wachunguzi wenyewe wanasema kuna tashwishi na kwamba ushahidi haupo, sisi kama wenye wanasimamia mashtaka tutafanya nini? Mikono yetu imefungwa kama wao wenyewe wamesema, na tunawategemea wao kuleta ushahidi ili tuweze kushtaki wale ambao tumewaleta. Inabidi tuweze kuondoa hiyo kesi. Kwenye hafla ya kurudisha shukrani kwa uteuzi wake Falhada Deko kama mbunge wa IALA, walihudhuria waziri wa utumishi wa umma na jinsia Asha Juma, kiongozi wa walio wengi katika bunge la Senate Aaron Cheriot, miongoni mwa viongozi wengine. Kama wanatafuta handshake wakuje polepole. Kienda kura ushindwe, wewe kubali matokeo na ungojee siku nyingine. Itawezekanaje kila uchaguzi ambaye inaenda unaibiwa? Wangu ambao kwa siasa, na waomba tafadhali watulize boli, watuangalie vile tutaendesha serikali. Sisi tumesema tuko tayari kukosolewa, lakini kwa njia ya utaratibu, si kwa kugonganisha watu. Viongozi hao wanadai kuwa maandamano yanayoshuhudiwa nchini ni njama ya kusambaratisha uchumi. Sisi tukisikia viongozi wengine wakienda kuongelesha Wakenya wakisema hawatambui, hiyo ni ile kama mwanasheria mimi nasema ni kutofuata vile sheria inafaa ifuatwe. Kwa upande wake, mbunge huyo amesema kutambuliwa kwake ni ishara ya heshima kwa jamii ya wafugaji na mtoto wa kike. I am honored and humble to have the opportunity to represent my people at the regional level. It is a very good positive approach, a positive impact to our society as Ijara, and we thank the President and Kenya Kwanza for giving us that position of IALA Member of Parliament for our lady, Mheshimiwa Falhada. Falhada ni mmoja kati ya wabunge 9 wanaowakilisha Kenya katika bunge ya Jumuiya ya Afrika Mashariki. Hamza Yusuf, KTN News.
Na sasa tuelekee katika eneo la Tarbo, kaunti ya Uasin Gishu, ambako ndoto ya mwanafunzi mmoja ya kuwa tabibu ilikatizwa ghafla licha ya kupata alama ya A hasi katika mtihani wa KCSE mwaka 2019. Nehemiah Kiprotich, ambaye kutokana na kuugua kwa wazazi wake amelazimika kufanya kazi ya askari gongo na hata kufanya kazi za sulubu ili kukidhi mahitaji yao. Elvis Kosgei na maelezo zaidi. Nehemiah Kiprotich anapambana na msini zake za kila siku ili kuzumbua riziki ambayo itasaidia pakubwa katika kuangalia wazazi wake wawili wanaougua kiamboni humu. Licha bwana huyu kupata alama ya A- katika mtihani wa KCSE mwaka 2019, kazi ya kuwa askari gongo pamoja na kazi za sulubu zimemfungia huyu bwana kwenye ngome ya nafsi yake mwenyewe. Daytime caretaker na pia nafanya kazi ya mkono as well. Mafundi wako hapa, tunafanya kazi wote. Daytime kazi ni ngumu, lakini inabidi tufanye cause sasa lazima ufanye kazi, hakuna otherwise. Then usiku naenda kazi ya usoja nafanya, the next morning naamka narudi hapa nafanya hii kazi bado. So hiyo ndio routine, daytime, usiku, hivyo tu. Na imani nikaitiwa na COOPS, St. Paul's University, of which ni private. So singeweza kuafford hiyo fee. Ila kupitia COOPS akatuma ombi la kubadilishwa hadi katika chuo cha umma, ila akapata chuo cha binafsi. Nikaamua ni change shule, maybe niekewe public. So nikaenda COOPS, nikapeana barua, wakaniambia nirudi nyumbani, the next watanicall waniambie feedback. So after nimekaa nyumbani nikaambiwa niende pick barua yangu, wamechange shule. But kufika nikapata nimewekewa University of East Africa, of which ni Baraton, and the private still. So ikakuwa expensive bado. Ninaombanga nikisema Mungu fanya jambo. Kama sio kwa uwezo wako, hakika sina maana katika hii dunia. Sina maana. Nilikaa mpaka nikasema ni heri Mungu badala kuhangaika hivi, hata heri nisikue ndio nisionenge. Lakini tena nasema na hawa watoto wananihitaji bado. Nina msaada kwao bado. Sasa maisha ni hivyo tu. Mimi ni mgonjwa. Mama ni mgonjwa. Nikakaa. Sasa mtoto mwenyewe akawa sasa amechanganyikiwa. Mimi naona dalili ya mtoto hapana. Sasa zingine analala kwa hiyo nyumba yake hiyo. Analala mpaka mimi naambia mama, simuende muangalie huyu mtu. Mnaweza fikiria mtu wako kumbe amejinyonga hapo ndani. Mimi mwenyewe najaribu kumfurahisha, lakini hana ile furaha. Hana furaha. Japo alikuwa na ndoto ya kuwa tabibu, amekata tamaa na kujihusisha na kazi ya sulubu ili kujitafutia posho kila siku. Kuna asma, of which inamuingianga sana sometimes. Analala, but akiweza anafanya kazi zile simple zenye hazileti do vizuri, kidogo za family tu hapa na pale. Mama ako na arthritis, miguu zimefura, ni msick pia, so hawezi fanya kazi yote. Na niko na siblings wadogo, kuna mwenye ako dries na niko na mwenye alimaliza form 4. But wote walisomeshwa tu na wadrasa walisomeshwa na church, then form 5 walisomeshwa na cousin. Yeah, na niko na wengine wadogo wenye still wako primary. So ni ngumu, lazima nifanye kazi ndio ni support kiasi pia. So COOPS walichangia pakubwa kabisa kwa sababu sio mzuri, na ukipata ya kwamba kijana pia anasema hakuchagua hii universities, hakuchagua St. Paul's, hakuchagua Baraton. So sijaelewa sana criteria kama COOPS wanaweza elezea sisi sana criteria ambayo walitumia wakaweka hivyo. Kwa sasa Kiprotich anaamini ipo siku atarejea darasani na kutimiza ndoto yake utotoni. Elvis Kosgei, KTN News, katika kaunti ya Uasin Gishu. Na mtazamaji, kufikia hapo napiga tama la maji. Nitakuwa narejea na mengi ndani ya muda usiokuwa mrefu. Usibanduke ulipo. KTN News. Get the whole story. In this special month of love, we celebrate love in all its forms, and we're here to share the love with all of you. Love is a powerful thing. It brings people together, creates memories, and makes the world a better place. The Standard Group PLC is excited to celebrate love with its audiences through their different brands.